Caleb Kibet, michuano hapo jana, tuanze na Manchester United dhidi ya Fulham. Walianza vizuri katika kipindi cha kwanza, lakini wakafifia katika kipindi cha pili, wakapoteza penalti. Bruno Fernandes akifanya makosa kadhaa ambayo si kawaida yake kufanya yale makosa, akapoteza penalti. Kuna huu mdahalo kwamba anawindwa sana na timu za Saudi Arabia, sijui kama pengine kisaikolojia hakuwa tayari katika mchuano huu. Nadhani kwamba kwanza ile penalty ambayo walipata United ilikuwa na shida nyingi sana, kwa sababu angalia VAR, kiangalia Ryan Sessegnon pia vile vile alikuwa amepigwa kiatu akashika, walishikana mashati, ilikuwa ni nadhani 50-50, na wakati ambapo alikuwa anaenda kupiga ile penalty sijui alilalama nini, na kitu ambacho nafikiri kinamponza sana ni kule kurusha mikono, sijui amelalama, sijui refa, sijui nini. Nadhani kamweka chini ya shinikizo. Alafu kikubwa zaidi, kitu kingine ambacho kilimweka chini ya shinikizo ni kwamba msimu huu bado United haijapata ushindi. Nafasi ilikuwa hiyo ya kuongoza kwa timu ya United, na akawa tena chini ya shinikizo. Kwa hivyo hata wale wachezaji wakiingia kwenye ule uwanja wa United, ungeangalia ile body language, wapo ugenini. Alafu kizungumzia Fulham, ni mechi yao ya kwanza nyumbani msimu huu. Kwa hivyo lazima wangewakaribisha wale mashabiki kwenye uwanja wa nyumbani kwa heshima kubwa. Na mabadiliko ambayo alifanya yule Marco Silva, kocha wa timu ya Fulham, kumleta mchezaji Emil Smith Rowe na yule mchezaji jezi namba 7 yule kutoka nchi ya Mexico, na ilimaanisha ilizalisha lile goli ambalo walifunga timu ya Fulham. Kwa hivyo mabadiliko ya kiufundi yaliwasaidia sana Fulham. Alafu vile vile bado nashangaa ni kwa nini Benjamin Sesko hajapewa nafasi kuanza mchezo, kwa sababu angalia kama Arsenal amempa Victor Gyökeres. Siku ya kwanza hakufunga bao kwenye mechi ya kwanza. Mechi ya pili amefunga mabao mawili. Kwa hivyo watu wataanza kumlaumu Benjamin Sesko. Wajua binadamu ni watu wa kuhukumu haraka sana, kwa sababu Sesko hajapata zile nafasi. Kwa hivyo yafaa anzishwe, tuone kama ule uwezo wa kuamua United kwenye nafasi ambayo wapo sasa hivi. Hatuwezi zoea United ambayo tumeijua ikiwa kwenye viwango vyake ikianza msimu pale ambapo ilimalizia msimu uliopita 15-16. Aya, tuanze zungumza kidogo tu. Arsenal, maana yake mchuano wa pili wakatoa ushindi muhimu sana. Gyökeres akifunga mabao mawili dhidi ya Leeds United. Huku Arsenal wakitoa ushindi mabao 5 kwa nunge. Arsenal sasa hivi nasema imekamilika. Kwa sababu ukimwondoa Zubimendi, unasema wanasubiri kupatiwa tu taji. Wale wakicheza vizuri, wakisha kwamba kuna mechi ambazo wajua kuna mechi ambazo yafaa tuchukue sare, ikiwa yani matokeo yako yakiwa mabaya sana dhidi ya timu kama Chelsea, dhidi ya timu kama City, Liverpool, chukua sare ugenini, shinda kwenye ngome yako. Na nadhani kwamba kule kukamilika kwao. Alafu vile vile nadhani kwamba amepata sijui jeraha la muda gani, hawajazungumzia hilo jeraha la mchezaji Bukayo Saka. Ni baadhi ya wale wachezaji ambao watabeba timu ya Arsenal mgongoni. Wana bado mbadala, kuna mtu kama Leandro Trossard, kuna Mikel Merino. Kwa hivyo ni Arsenal ambayo imekamilika. Wasipochukua msimu huu, mimi sijui msimu upi. Kwa sekunde 15 zungumzia kushindwa kwa Manchester City nyumbani na timu ambayo imezoea kuwashinda nyumbani, Tottenham Hotspur. Alizungumzia wakati fulani kocha Jose Pep Guardiola, akasema kwamba kama kuna kocha ambaye amemsumbua sana kwenye ligi kuu Uingereza ni Thomas Frank. Hata kwa kwenye timu ya Brentford alikuwa na walazimisha, kuna siku alichukua alama 6 msimu mmoja. Kwa hivyo amepata kikosi ambacho ilikuwa kimesukwa na Ange Postecoglou. Amekipata, kaongeza wachezaji kama na Mohamed Kudus, wachezaji wengine wapo pale na wachezaji wa hadhi ya juu. Kwa hivyo Tottenham Hotspur tarajia pia mojawapo ya timu ambazo zitapigania ligi msimu ama 4 bora. Haya, tuende katika ligi ya Uhispania maarufu kama La Liga, ligi ambayo ipo katika DStv, au sio? Wewe tu kazi yako